Hebu jaribu kufikiria, utatoka kwenye nchi ambayo umezaliwa na unaenda kwenye nchi ambayo hauifahamu kabisa kwa dhumuni la kwenda kutafuta maisha. Unafika kwenye hiyo nchi, unapambana, unaishi kwenye maisha magumu sana. Kila senti ambayo unaipata unawatumia wazazi wako nyumbani na unawaambia jengeni nyumba ili nitakaporudi kutoka kwenye nchi ya ugenini nikute mazingira safi. Unafanya kazi kwa miaka mingi, unarejea kwenye nchi yako, unakuta wazazi wako hawajajenga hata kibanda. Yaani maisha ulioyaacha ni bora kuliko ambayo umeyakuta uliporejea. Sasa hii imetokea hapa Tanzania na mimi huyu kijana nitamwita jina la Jacob. Jacob alikuwa akifanya kazi ya garage. Yes. Amefanya kazi kwa miaka mingi kidogo, lakini baada ya muda akaona kipato anachokipata ni kidogo sana. Wakati huo bwana Jacob alikuwa na ndugu yake ama mjomba wake aliyekuwa akifanya kazi South Africa. Akamwambia, wewe mjomba, South Africa kuna mchongo, njoo tufanye kazi. Lakini bwana Jacob hakuwa na randi, hakuwa na pesa. Kwa hiyo akashirikisha ile wazo lake kwa wazazi, na mzee wake alikuwa ni Chapombe tu. Mzee akamwambia, mwanangu, mimi kwenye michongo yako hiyo sihusiki. Akamwambia mkubwa wake, akamwambia, mwanangu, mimi sina mali, sina pesa. Basi bwana Jacob akashirikisha lile wazo lake kwa waliokuwa akifanya nao kazi. Wakamwambia, mzee baba, ili kutumikia South Africa lazima uwe na pesa. Kwa bwana Jacob akasema, okay, nitapambana kupata pesa ili nitimize ndoto yangu ya kutumikia South Africa. Na wakati huo ama miaka hiyo ilikuwa ikiaminika kwamba Mtanzania akitoka hapa akaenda kufanya kazi South Africa lazima rudi na mawe, lazima awe na pesa. Kwa bwana Jacob akajitutumua sana, akauza vile vilivyokuwa navyo, akadandia loli huyo mpaka South Africa. Akamwambia, wewe mjomba, mimi nakuja huko. Basi mjomba wake akampokea. Maisha ya South Africa si maisha mepesi kama sisi tunavyo yadhania, hasa kwa mtu ambaye hana visa wala hana passport. Hawa ni watu ambao wanaishi kwa kujificha ficha sana. Basi mjomba wake akampokea bwana Jacob, akamwambia, wewe mpo wangu, sasa umefika kwenye nchi yangu, umefika South Africa, lakini huku mambo ni mazito. Mimi mwenyewe naishi kwa kufanya kazi za garage, lakini kwa kuwa na wewe una talanta ya kufanya kazi garage na unaijua kidogo, hii itakusaidia. Tutajishikiza sehemu, tutafute hizo chache, tutafute mali kidogo. Basi bwana mjomba wake akamuunga mkono bwana Jacob, wakaanza kujitafuta. Wakija migration, Jacob na mjomba wake wanajificha kwa sababu watu hawana visa. Na ikumbuke kwamba ukiingia kwenye nchi ya mtu ukakamatwa ukiwa hauna passport wala visa, wewe ni mhamiaji haramu. Na kwa sheria ya Tanzania, ukiwa mhamiaji haramu umekamatwa kwenye nchi ya watu fulani, ukirejeshwa hapa Tanzania, basi inaweza kugharimu mpaka miaka 2 mpaka miaka 4 ama miaka 5 kabisa gerezani. Kwa hiyo huyu bwana Jacob akasema, mjomba, mimi nitapambana. Kwa hiyo wakija migration, wakiwakamata kidogo kuna muda fulani, wanawapasia randi kadhaa, randi 10, randi ngapi, au sio, kwa muda wanapatia mpaka dola 100. Basi maisha ya South Africa yakaendelea. Lakini bwana Jacob alishangaa kuona maisha ambayo wanaishi vijana wenzetu kutoka Tanzania South Africa ni magumu sana. Kiasi kwamba wengine wanauza madawa kulevya, wengine wanafanya kazi za uhalifu, wengine mpaka wanaua. Lakini mjomba wake Jacob akamwambia, bwana mdogo, umekuja South Africa kutafuta maisha. Chochote ambacho kitakuja mbele yako ni halali yako, cha msingi uvunje sheria, usimwogope mtu. Maisha yakaendelea. Kuna muda wanapata, kuna muda wanakosa. Lakini bwana Jacob akapata wazo kwamba kwa nini kila chokipata nisiwatumie wazazi nyumbani ili nitakaporejea nikute angalau amejenga nyumba nzuri. Sasa huyu bwana Jacob akaona hili wazo zuri, akamshirikisha mjomba wake. Lakini mjomba wake akamwambia, mwanangu, hilo ni wazo zuri, lakini angalia, kuwa makini. Usiwaamini watu ambao hauwaoni. Ingekuwa poa kabisa hiyo pesa uitunze, ukishaitunza na ukisharejea nyumbani ndipo ujenge. Lakini bwana Jacob akasema, hapana mjomba, mimi namwamini sana mzee wangu. Dar es Salaam kule kuna maeneo mazuri ambayo tunaweza kununua, na pesa nayo ipata hapa nikawatumia wakajenga nyumba nzuri nayo itaka mimi. Mjomba wake akamwambia, bwana Jacob, usije kujutia. Lakini kwa sababu bwana Jacob alikuwa anawaamini wazazi wake, akasema, okay, mimi nitatuma pesa. Sasa siku zikaendelea. Kila noti aliyokuwa akipata akawa akitunza na kuitumia, na kwa kujibana anawatumia wazazi nyumbani. Na akawa anawaambia wazazi, wewe wazee, naomba nitumieni eneo ambalo mmenunua. Basi mzee anamtumia picha ya uwanja. Jacob anafarijika, anamuonyesha mjomba wake, kama mjomba,
nimeshatuma pesa nyumbani, wamenunua uwanja. Siku zikaendelea, Jacob akadai tena picha nyingine. Wewe wazee, na watumieni pesa nyingine, mtumieni picha ya nyumba mnayoanza kuijenga. Basi wakamtumia, wazazi wake wakamtumia bwana Jacob ile picha ya nyumba ambayo inaendelea kujengwa. Siku zinazidi kuendelea, Jacob anamwambia mjomba wake, mjomba, mimi sioni kama napambana bure, pesa nayoipata nyumba kule tayari imeanza kusimama. Basi mjomba wake akasema, kama wazazi wako wameamua kufanya kitu cha namna hiyo, basi watakuwa ni waungwana. Okay. Siku zikaendelea kusonga. Miaka ikaendelea kusonga, akaendelea kupambana. Kuna muda fanya na kaba, anauza madawa kulevya na push nini ili maisha yasonge. Kwa siku zikasogea. Sasa South Africa kama unavyojua, ghafla yakaanza haya maandamano ya kusema hatuwataki wageni. Wa South Africa wakawa wanaamini kwamba wageni kutoka nchi kama Malawi, Tanzania wakifika kule wanachukua kazi zao, kwa hiyo South Africa hawapati kazi. Kwa maandamano yakaanza. Sasa wale wa South Africa wakawa wakidai kwamba hawawataki kuwaona wageni, wakaanza kuwafukuza wageni kwenye nchi yao. Lakini Jacob wakawa ana matumaini kwamba hata mimi nikirejea Bongo kuna nyumba inajengwa. Basi bwana Jacob akatuma kitita kingine, wewe malizeni nyumba, muda wote nitarudi. Basi wakamtumia picha wazee wake kwamba bwana, nyumba tumeshamaliza na imekamilika, inasubiri tu wewe uhamie. Jacob akamwambia mjomba wake, mjomba, mimi nikitoka hapa sehemu ya kuanzia maisha ipo, nyumba picha nimeshatumiwa na nyumba ni kali. Mjomba wake akamwambia, mwanangu, kila heri. Sasa South Africa maandamano yakawa ni makali sana. Hawa wa South Africa wakawa hawataki kwamba wageni waliokuwa kule, wanataka wageni warejee kwenye nchi zao, warudi walikotoka. Jacob akapambana, lakini sasa South Africa machafuko yakawa makali zaidi kiasi kwamba wale wageni wa Malawi, wa Tanzania wakawa wanauawa kikatili, wanapigwa mpaka wanauawa. Basi Jacob akamwambia mjomba, mimi siwezi kuendelea kupambana, siwezi kufa hapa wakati nyumbani kwa mazingira yako safi. Jacob huyo akadandia pipa, huyo akarudi. Baada ya kurudi Bongo, akafika nyumbani kwao. Sasa akapokelewa na mzee wake, lakini mzee wake hakuwa mtu mwenye furaha sana. Na mzee wake kulikuwa na mjomba wake mwingine aliyekuwa akiishi Bongo hapa, hawakuwa watu wenye furaha sana. Lakini Jacob akamwambia Jacob, tulale hapa afu tutakuonyesha nyumba yako. Jacob akalala na alikuta mzee wake anaishi kwenye chumba kimoja, yaani anaishi chumba cha uani, chumba kikukuu, chumba kimechakaa. Jacob akamwambia, wewe mzee, sasa mimi nimesharudi Bongo, nataka kuonyesha nyumba ambayo nilituma pesa ujenge. Shida ikaanzia hapa. Mzee akawa hataki kwenda kumuonyesha nyumba iliyokuwa imejengwa. Kumbe mzee alichokuwa anakifanya, Jacob alikuwa akituma pesa, yule mzee anaenda kwenye maeneo ya watu, anapiga picha na anamtumia picha bwana Jacob. Kwa hiyo Jacob alipokuwa akidai kwamba mzee nitumie picha ya nyumba, huyo mzee alikuwa anapiga picha nyumba za watu afu anamtumia. Unaona mambo hayo? Sasa Jacob akamwambia mzee, nataka nipeleke site kwenye nyumba yangu ambayo nilituma pesa na nijengea, mlio kama mnanionyesha kwenye picha. Mzee hatoi majibu. Mzee anakunywa pombe, anarudi nyumbani geji, hatoi majibu. Jacob akakaa wiki ya kwanza, mzee hataki kumuonyesha nyumba. Wiki ya pili, mzee hataki kumuonyesha nyumba. Jacob kwa kuwa ametoka kule alikuwa hana kitu, basi akaungana wazee na masira wenzake hapa Dar es Salaam, wakaendelea kufanya kazi, vibarua hivi apate kula nini. Lakini alipopata taarifa, alipojua ukweli kwamba wazazi wake walikuwa hawajengi nyumba, aliumia sana. Lile wazo lilimuumiza sana, lile jambo lilimuumiza sana. Hivyo Jacob akaazimia moyoni mwake kwamba mimi nitalipa kisasi. Kwa kile alipokuwa akikaa na wenzake, akawa anawaambia, wanangu, msijione hivi, mzee wangu amekula pesa pamoja na mjomba wangu aliyekuwa hapa Bongo, mimi nitalipa kisasi, mimi nitaua. Sasa wenzake wakawa hawamuelewi. Sasa siku moja mzee wake kama ametoka kilabuni, amekunywa pombe, na huyo mjomba wake alikuwa akiishi Bongo, wamerudi, wamelala usiku. Jacob akaamka usiku, alivyoangalia wale wazee, hasira ikampanda sana. Akaona njia rahisi ya kulipa kisasi ni kuwaua. Basi walikuwa na shoka ndani mwao. Usiku akawavizia, akampiga baba yake na shoka kichwani,
kisha akampiga na yule mjomba wake na shoka kichwani, wote akawaua. Baada ya kuwaua hakuona haya, akawatoa asubuhi, akalala nao mpaka asubuhi. Zile maiti akalala nazo mpaka asubuhi. Kulipokucha asubuhi, akachimba shimo eneo la uwanjani walipokuwa akiishi saa 3 asubuhi, na kila mtu akiona akataka kuifukia ile miili ya mjomba wake pamoja na mzee wake. Ndipo majirani wakapiga kelele, akaitwa mjumbe, mwenyekiti wa mtaa akaitwa, simu ikapigwa polisi. Baada ya simu kupigwa polisi, jamaa akakamatwa. Mpaka sasa kesi yake kwanza ndo inaanza. Kwa hiyo tunasikilizia update itakuwa, lakini jamaa anakuambia mimi sijutii maamuzi niliyoyafanya, bora niende jela kuliko kuishi